Inakuwaga painful sana. Big up Shiro wa Auckland, big up tena Shiro wa Auckland. Shiro wa Auckland sijui watu wanaboeka na wewe kwa nini, lakini umeongea kwa voices zenye for the longest time hawajai ji-express. Tumekuanga tukiogopa kutoka tuseme hivi ndio church iko. Lakini hivyo vile unasema, kuna wale watu kama sisi tunaelewa vile kuko. Hata si kwa street tulimanipulatiwa sana. Miracles zilikuwa zinafekiwa na sisi. Unaitwa pale kwa kanisa, unaambiwa umetoka kwa street, umeokoka, watu wanachanga pesa. Alafu mnarudi mnapatana na sisi tena kwa street tukiwa wachafu. Tukiwa wachafu tena. So, hata after kurecover, God is great. Tulirudi tukarecover, lakini we didn't recover kwa njia ya kanisa. Na kama vile unasemanga, you don't need any connection between hapa katikati. Sitaki connection ya mtu mwingine, mimi na Mungu, because inaweza mreach directly. That's so powerful. But watu washaijiuliza kwa nini kanisa mingi za Pentecostal hawapendangi kufanya prevention and awareness ya youth ya kanisa yao. Sasa ukisema tu nataka kuvolunteer ufanye prevention and awareness kwa kanisa, hawatakangi. Lakini ukisema mwimbaji fulani atakuja kutakuwa na kigosho, kuna jaa. Na hao watu wanaletea hiyo kigosho wamejaza problem hivi. Huko ndio kuna watu wako na sex addiction, huko ndio kuna watu wanafanya gambling na wako kwa church. Huko ndio kuna watu wako na addiction hata ya tei chini ya maji. Hakuna mtu anawapelekea prevention and awareness. Na the only person ama the only church yenye inafanyanga prevention and awareness, and I'm not afraid to say so, the only church inaangalia mayouth wao, it's Catholic Church. Catholic Church tumeenda prevention and awareness nyingi sana. Watoto wakifungua shule, watoto wakifunga shule. Ya pili, ACK. Hakuna church inaangalia mayouth wao kama hiyo. Kwa nini hao wengine watakangi ndio miracles zisiishe? Hawatakangi mfanywe, wanatakanga waletange tu mtu mmoja, niturate iviri yoyo, wanamvalisha nguo dozi na tumwa, mnatengeneza jina hiyo kanisa. Kwa hivyo mtakuwa mnaonanga hiyo kanisa inasaidia nyinyi mnajaa. But hiyo kanisa iko na nguvu ya kusaidia watu wengi kwa mara moja. Piga hesabu, kanisa moja ichukue, itengeneze rescue center moja ya capacity ya watu 30. Waweke psychiatry pale, waweke residential counselor pale, waweke watchman, na watengeneze program ya wale watu wana struggle na pombe. Every 3 months hiyo kanisa wanaume 30 wana graduate. Every 3 months wana graduate wenye wametoka kwa ulevi. Hiyo church inaweza kuwa imesaidia watu wangapi? Na kwa nini hakukuangi na pastor moja apart from crusade anasema mimi leo naenda kukusanya walevi mahali fulani, nitapelekwa na mtu fulani, niende niwaombee kwa street? Hakunanga. Kila mtu anapigania kupreach kwa kanisa juu anapigania kila mtu akuwe pastor. Everybody wants to be a pastor. Hakuna mtu anataka kufanya the hard way, kwenda kwa street kupreach kwa street. Wale wanapreach kwa street ni wale wanapreach wanachukua sadaka. And most of us, for example, me I don't preach, but I go to talk to the youth kwa street for free. Sitishangi mshahara. But do you know how many people comes, wanakujanga, wanakuambia thank you? A lot of people. Lakini pia sisi tulimanipulatiwa kwa street, tulimanipulatiwa na mapasta. Mapasta waliomba pesa na sisi. Mapasta walikuwa wanatupromise mpaka vile tutakaa kwao, sijui watutafutie makazi. Walitudanganya vile tumerogwa. Wakatudanganya vile tutafaa kufanywa deliverance. Wakatudanganya mambo mingi mpaka vile watu karibu watukosanisha hadi na watu wa kwetu, because they wanted to use us
But luckily God is here with us today, and we are thankful for what he did to our lives. But I will always be grateful to Bishop Arthur Kitonga, Redeemed Gospel Church, because he has a street children rescue center. And I will always be grateful to Bishop Absalom Dungo, because he's the founder of Greater Life Concern Ministries, whereby it is a rescue center for men who are struggling with alcoholism. And also, I will always be grateful to Holy Family Basilica, because this place is where AA meetings do happen, Alcoholic Anonymous happen. And I will always be grateful to All Saints Cathedral. But there is no any other church, not unless when an addict is there, they want to manipulate people with this addict so that they can, for their own benefit. I'm not saying this out of bitterness, but it is what I suffered under those preachers in the street. But I will always be grateful to one preacher. He doesn't own a big church, but he was always honest to me, Pastor Wycliffe. Mnaweza ona Shiro wa Auckland anakula mdomo, but me in my heart I know she's making a lot of sense. Lakini wakati mtu atarudi kujigundua, umekuwa brainwashed, pesa zako zimekuliwa, lakini wewe ukienda kuomba msaada kwa hiyo kanisa, no, you will never utakaja receive. Sasa mimi nilirecover, nilikuwa naambiwa nimerogwa, nimefanywa vitu mingi after going to a rehabilitation center. Now nikaa mimi nafanyanga kazi mingi hata kuliko kanisa. Like tomorrow I have to wake up to go and we pray in the streets, in the slums. I'm not a pastor. Whenever I call a pastor so that he can accompany me, hakuna. I have to go to some places to talk to the young men, young women who are in addiction. And the church, that is not my work. I think the church is supposed to be even hand on hand with us so that we can help these people. Niambieni tu kanisa, I have never done any prevention and awareness in any Pentecostal church because they don't want. Ni kama uende shule kusema unataka kufanya prevention and awareness kwa secondary school and the principal is a drunkard, hawezi itiki ufanye. So Shiro Auckland, big up. Upande wangu mimi tuko pamoja sana.